Njoo ulivyo, usihesabu makosa. Njoo karibu, utaona uzima. Let us pray. Almighty and everlasting Father, we have ourselves before Thee as we are going to read Your word. Help us to understand it in Jesus' name. Amen. I'm Reverend Muhende, my own Emmanuel Gospel Ministry. Today we are going to read the book of Deuteronomy from verse 11 from verse 8. And Jude, no one will able to stand against you. No one will able to stand against you. Deuteronomy 8 verse 11. Deuteronomy 11 verse 8. It says, therefore, be careful to obey every command I am giving you today, so that you may have strength to go in and take over the land you are about to enter. Verse 9. If you obey, you enjoy a long life in the land, and the Lord swore to give to our ancestors and to you. Mungu anasema, if you obey Him, serve Him, you shall enjoy the fruits of this land. Anasema, you are going to take the possession. Watu wengi walikataa kutii sauti ya Mungu. Ndio unaona so many people are jobless, are living in a very terrible life. Wako na mashida mingi sana, na shida ni yao walikataa kutii sauti ya Mungu. Badala ya kujiita mkutano tutengeneze pahali tulikosea, tunaanza kulaumu serikali. Tunasema ni Ruto, tunasema ni UDA, tunasema hata bibi akitoroka nyumbani tunasema ni Ruto. Na Biblia inasema you will live long in the land. Finally watu wanakufa. Then you are blaming the current government, where the current government has nothing to do with your problems, with your death. It is only that we refuse to obey the voice of the Lord. Na wakati tunakataa, tunaenda kukunywa pombe, tunakunywa sumu, watoto wanakufa, and then we are blaming the government. Unless we come back and obey the voice of the Lord, vijana wetu wataendelea na kupigwa vita na shetani. Na because tumekataa kutii sauti ya Mungu. Na tukikataa kutii sauti ya Mungu, the Bible says, if we obey the voice of the Lord, we shall live long in the land. But because we refuse, we are living very little life in this land. Then you live long in the land because you are going to obey the voice of the Lord. Wewe utaishi kwa miaka mingi, maana utatii sauti ya Mungu, utanyenyekea na utainua Mungu. Naye Mungu anasema ukitii na unyenyekee, utaishi maisha marefu katika jina la Yesu. The Bible continues saying that, verse 13. If you obey my commands that I command you today, to love your God and with your soul, He will give you rain for your land in season. Ukitii sauti ya Mungu, nchi yako itapata uhai, nyumba yako itapata mambo mazuri. The rain of blessings you are going to be upon your life. The rain of blessings you are going to be upon your family. Your family, you are going to live long in the name of the Lord. Every spirit of premature death, you are not going to come near your territory in the mighty name of the Lord. The Bible continues saying in the book of Deuteronomy 11, verse 13. If you obey my commandments that I command you, He will give you rain. Verse 25. No one will be able to stand against you. The Lord your God will protect you. Maadui wakati wanakuja kukupiga, naye Mungu atakupigania. Ukipenda Mungu, usimame naye na utii vile anakuambia.
Maadui wako wote, hata wakija usiku kupiga wewe, hata wakiwa uji kuroga wewe, huwezi rogeka, maana Mungu atakuwa pamoja nawe, atakupigania. Hata wakati umelala, Mungu is going to take control and destroy all those enemies in the mighty name of the Lord, because you are obeying His word, you are following His instructions in the mighty name of the Lord. The mighty, He is continuing saying that the fear of you will be destroyed. Verse 26. See, I'm setting before you today a blessings and a curse. The blessings if you eat, the blessings if you don't obey my commandments. The God is commanding you. Siku ya leo, ukimutii, atacommand, atawajilia baraka kwa maisha yako, na ukikataa, laana zitakukujia. Let us choose the Lord of blessings in the name of the Lord. Na ndio unaona vifo mingi, mvua inanyesha, maji inapeleka watu, nyumba zinabomolewa, maana watu are no longer respecting each other. Wanaenda hata kujenga pahali maji ilikuwa inapitia, wakipelekwa na maji wanasema ni serikali. We are blaming government ya kila kitu. Hata mimi nikienda nijenge huko Odile River, Odile Swamp, nikuje maji nipeleke, people will start blaming the government instead of telling me to come out of that land. The place I'm building is a very dangerous place. It is a place of God. Na Mungu aliweka hapo iwe maji yake inapitia hapo. The Bible says that we refuse to obey the voice of the Lord. And that is when you're having so many problems. We are no longer accepting and listening to the voice of bishops. We are no longer hearing, and we want to be collected by our seniors, by our leaders. Children are no longer taking the advice from their parents. Parents are no longer giving their children the good advice. Unakuta mzee anakunywa pombe na watoto wake. Instead of choosing the Lord, the right path, we are choosing the wrong path with our children. Na kutoka hapo mtoto akilewa anatukana baba, anatukana, wanaanza kupigana. There and there and there. Naye Mungu analeta curses upon our lives. The Lord is confusing that when we are small babies. Nakumbuka hata wakati nilikuwa kijana mdogo kama miezi 6, nilipelekwa kanisani nikabatizwa. Kutoka hapo tukaanza kuenda, tukawekelewa mikono. Anglikana ndio mtaratara yake. Kifika kama 19 years, alafu nawekelewa mikono na askofu anawachilia baraka. Na kutoka hapo mambo yako inaenda vizuri. Ona siku ya leo, the children are no longer being taken to the church. Tukiwazaa tunafanya pate, tunaleta pombe, tunasherekea. Wakitai tunaleta pombe, wanasherekea na wanakunywa ati ya mtoto. Kutoka hapo watoto wetu wanakuwa walevi, wanachukia Mungu. Wakienda mashule wanachoma mashule, na hiyo shule wazazi tena ndio wanajenga. Let us come back to the Lord. Let us listen unto the voice of the Lord. Let us obey the voice of the Lord. Na hata wewe ona familia umeteseka, hata watoto wamekufukuza kwako. Niona mama mwingine akifukuzwa kwa nyumba yake na watoto wake. Bereni alikuwa wanatukanana, anabadiasa kutukana majirani. But one day they turn again, she was chased away. Wakati alikufa alizikwa kama kitu kibaya, hakuna mtu alikuwa anataka kumuona. Kwa ile muziki alipanda. Wacheni tupande misingi mizuri kwa nchi yetu, kwa watoto wetu, kwa kanisa letu na hata kwa mashule. And stop the blame game. Tujue tumekosea, tutengeneze. Mama, hata wewe umetoka kwako nyumbani, tuacha kusema ni Bwana. Kaa chini, munyenyekee, mtubu na mrudini. Na wewe mzee, wacha kwanza kulamu bibi yako, mufunike, muombe. Ita watoto, chukua watoto,
mrudi nyumbani, mukae na amani, musikilize na mfuate sauti ya Mungu na mtabarikiwa. In the mighty name of the Lord. May the Lord bless you. Na ukitaka maombi, you can come to our church on Sunday tomorrow from 10 o'clock. I'll be there praying for the families, speaking the good things upon their lives, anointing them with the power of God, so that they can able to receive the mighty blessings from our Lord Jesus Christ. Thank you, Father, for your word. I pray for my viewers and my listeners. I pray that you call my Father to transform their lives for the glory of the Holy Name. In Jesus' name we pray. Bye bye.